Habari nzito ni kumuhusu Beida Dehane. Kumbe alishawahi kupewa barua ya onyo ambayo iliandikwa na rais wa soka la Cameroon, Samuel Eto'o, kuenda CAF juu ya matukio yake ambayo yalikuwa yakijirudia yakionyesha dhahiri ya kuwa kulikuwa kuna ubinafsi ambao unafanyika. Sasa kumbe Beida Dehane alikuwa na mlolongo ama mtiririko wa matukio mengi tata ya kutatanisha katika kila mechi zake ambazo aliwahi kuchezesha hapo awali, hususan kwenye mechi za kombe la CAF. Wataka kujua yapi yaliyojiri? Usitoke. Kwa utambulisho mfupi, anaitwa Beida Dehane. Ni Mauritanian, alizaliwa tarehe 31 Desemba mwaka 1991. Sasa huyu refa alikuwa na matukio ambayo kiufupi alikuwa ni tatanishi kama ambavyo wengi tumeweza kushuhudia katika mechi ya hivi karibuni. Sasa alishawahi kupewa barua na rais wa soka la Cameroon ambaye alikuwa ni Samuel Eto'o baada ya michuano ya kombe la AFCON. Mara baada tu ya Beida Dehane kupewa nafasi hiyo ya kuchezesha baadhi ya mechi, maoni mengi yalitoka na lawama nyingi zilitoka kwa wadau wakubwa wa soka akiwemo Samuel Eto'o, na ndipo alipoandika barua ambayo ilielekea CAF pamoja na FIFA kwa ujumla, ikijaribu kuonyesha ni namna gani huyu Beida Dehane alivyokuwa akihusishwa kwenye matukio tofauti ambayo yalikuwa yakijirudia. Na barua hii ilikuwa ikihusisha kwamba kocha Beida Dehane alikuwa akitumika na baadhi ya viongozi wa CAF kujaribu kuhujumu na kunyong'onyesha matokeo ya timu pinzani kwa maslahi yao binafsi. Katika barua hiyo ilikuwa akihusishwa rais wa CAF ambaye ni Patrice Motsepe. Alionekana kuwa ana ukaribu mkubwa na Beida Dehane katika swala zima la kutengeneza au kulazimisha matokeo yao binafsi kwa baadhi ya timu. Lakini pia rais wa FIFA Mheshimiwa Infantino pia alikuwa akimtumia refa Beida Dehane kutimiza ama kutengeneza matokeo yao binafsi. Hivyo Beida Dehane huwa hanaga masiara kabisa anapopewa maamuzi ama anaposhika filimbi wapo katikati ya uwanja. Huwa ni mkali mno, kwa maana tayari ameshapokea oda kutoka juu kwa viongozi ambao tayari wana nyadhifa na power kubwa katika shirikisho zima la mpira wa Afrika. Labda tu nikwambie, nyuma ya kipaza nilikuwa ni Emmanuel Zesana, na leo kwenye Sanuka nimeona nikusanue hiyo. Mpaka wakati mwingine, chao.